wenye kupenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, wenye kwenda makanisani, wenye kwenda misikitini. Tunajua siku hizi mambo yamekorogeka sana. Misikiti imegeuka, makanisa pia yamegeuka, na sio misikiti imegeuka na makanisa, ni wale wako huko ndani wenye wanaongea lile neno, mashehe na mapasta. Lakini mimi nasema kama unaenda kanisani, usiende kuangalia yoyote. Enda kenye unataka pale ni kusikiza lile neno. Ukishasikiza lile neno, toka. Usikubali kutapeliwa. Lete 10,000 ndio nikuombee. Lete 15,000 nikuregeshe nyota yako. Yesu aliziregesha nyota hizo. Aliomba na hakuna kitu kilikuwa pale. Tusiache kumwomba Mungu kwa sababu ya watu. Pale pale kwako nyumbani, piga magoti, muombe Mwenyezi Mungu. Mshukuru hapo kwako nyumbani. Muombe, omba, muombe nyumbani kwako, omba. Kama unaona kule mbele akufai ama umekasirika na kule mbele, maana tunaona bara za Ulaya huko, Europe na nchi zingine, makanisa yanaendelea kuwa hata mizi yanaendelea kufungwa. Maana watu washaanza kujua kweli, watu washaanza kujua kumbe watu wanatudanganya ili wao wafaidike. Wanatudanganya tunaenda mbinguni na wao wanajenga maploti hapa duniani. Wananunua viwanja, wananunua maploti, hata mtu ananunua ndege na tunaenda mbinguni. Hiyo ndege unanunua ndio utaenda nayo mbinguni. Wanatudanganya hao watu. Lakini tusiache kumwomba Mwenyezi Mungu. Hata tukijua anatudanganya, Mungu yuko. Niko na uhakika Mungu yuko. Kabisa kabisa Mungu yuko. Na nadhani mtaniunga mikono. Mungu yuko na anasaidia na anafanyia watu miujiza. Chenye kiko hao watu ndio wanatutapeli, wanatupeleka njia nyingine ambao Mungu hayuko. Wanatudanganya maneno yao ya uongo ambao si ndivyo. Kwa hivyo tufanye nini? Ni tumuombe Mwenyezi Mungu kivyetu vyetu. Wewe Muislamu ukiwa na msahafu au ukiwa hapo ndani kwako unaweza kupiga dua zako hapo nyumbani. Kama unaona yule shehe kule ama mwenye kuambia neno kule anaenda kwa wewe, piga hapo ndani kwako, uombe sala zako zote zipige pale na mafanikio utaona. Kama wewe ni Mkristo, hapo kwako nyumbani, piga magoti, muombe Mwenyezi Mungu na utaona mafanikio. Maana tukuangalia hawa tutaacha kabisa kwenda kanisani. Itakuwa sasa hatuabudu Mungu tena. Hata shetani atapata nguvu zake na kuanza kuingia na sisi. Kwa hivyo tunasemaje? Tunasema tusiache kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hata tukisikia pastor fulani amefanya vituko, imam fulani amefanya vituko, ama nani amefanya vituko, tusiache kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yuko daima dawamu, na Mwenyezi Mungu yuko na anasaidia kila kiumbe alipokiumba na kiwezesha kiweze kuendelea vizuri. Tusiacheni kuomba Mwenyezi Mungu. Tumwombeni mahali popote. Si lazima tuende kwa makanisani, si lazima tuende kwa misikitini. Hapana, tushagundua hawa watu ni pesa wanataka kwetu, hakuna kitu kingine. Tuombe ndani ya nyumba zetu na tuabudu hapo ndani ya nyumba zetu. Kama ni baraka utapewa ni babako na mamako. Watakubariki, watakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Na tusikubali kutapeliwa tena kabisa kabisa. Tusiache kumwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yuko.